Kuna huyu mwanatata ambaye amekucha, nilikutana tu naye katika Facebook tu. Hii mambo tu ya kupita tu kidogo hivi, mwanatata fulani akani friend request. Akasema, "Emboko, wewe unatabasamu kama Yesu." Nikamwambia, kwa sababu sikuwa na mtu nikaamua nimpatie nini? Nimpatie chance. Labda akuja akitetee vizuri. Kidogo hivi mwanatata tukakuja tukapatana tu. Hapa Roy Sambu tu hapa mbele kidogo tu. Na nilipoona huyu mwanatata niliona maajabu. Alikuwa amechipotoa. Ameacha makucha ambayo ni marefu, ukiangalia vidole vyake anatembea kama paka. Yaani akitembea atoi nini? Anakanyaga chini pole. Ameweka makeup, ni msichana ambaye anajiweza kweli kweli. Tena ukimtazama mapacha tu yote, mapacha iko nje, mapacha ya red. Nikajiuliza kwamba huyu mwanadada ametokea wapi? Kumbe huyu mwanadada ni mwanadada tu ambaye anatokea katika Bungoma. Akaniambia kwamba Mboko, mimi nataka tutengeneze familia mimi na wewe. Tusae watoto ukuche unachisi. Kisha baadaye tufanye nini? Tutengeneze familia ambayo ni mzuri. Nikamuuliza kwamba, mwanatata, uko na watoto wangapi katika hapa duniani? Akasema, mimi tangu nisaliwe, kusema ukweli pastor, sijawahi tondosha mtoto hapa duniani. Niko tu venye niko. Hivyo nimejitunza kwa njia ambayo ni mzuri sana, na mimi ni msichana ambaye niko na pesa. Baada ya kuna kisi huyu mwanatata, ilipita kadiri ya miezi 3 hivi, msichana akakuja akapata mimba ujauzito, akachukua ujauzito. Na alipochukua ujauzito akaanza kuniletea taabu. From nowhere tu anataka kucha aishi na mimi. Nikamwambia kwamba wewe mwanatata, kweli mimi naishi katika nyumba ya mapati. Unataka tukule nini? Na mwanamke sio mtu ambaye unaweza mpatia nyasi akule kwa sababu wewe sio ng'ombe. Utakula sukuma mpaka wake dunia. Akaanza kuhurumisha, nikajiuliza kwamba pesa ambayo ulikuwa nayo katika hapa duniani ilienda wapi? Kumbe mwanatata alikuwa ameacha watoto wawili katika Bungoma, watoto wawili nyumbani. Nao watoto hata ajui wanalishwa na nani. Mama yake ndiye amewaachia anawalisha, hata aliblock mpaka mama yake. Kwa hivyo nikagundua tena baadaye kwamba baada ya kublock wazazi wake, mama yake ndiye anangangana akifanya kiblock kule nyumbani akimulisha. Hata ajui msichana alipotelea wapi. Msichana alisema tu kwamba anaenda kulisha kutafutia familia. Hata ajui papa wa hao watoto ni nani, lakini bado anakaa na hao watoto. Na huyu msanii nikagundua kwamba kumbe alikuwa tu anajipepa. Wasichana wamekuja katika Nairobi, hawachielewi, wamesahau shida ambazo walitoka nazo katika nyumbani, wamecheka katika raha. Kazi yao ni kuchipotoa tu. Akishapata mshahara hata labda wa shilingi kidogo hivi, anaenda ananunua nguo ambazo zinapendeza. Anaenda katika photoshoot. Yaani anataka aonekane kwa vitu ambavyo ni vya dunia ya anasa. Mpaka siku hizi wamekisahau, mpaka hawataka kwenda nyumbani. Umeona kwamba kweli maisha ya Nairobi imekuja ikawapamba. Kwa hivyo msichana nikagundua kwamba alikuwa one of the victims. Chama ambalo nilimfanyia, kitu ya kwanza niliblock huyo mwanatata, nikamweka katika blacklist. Jambo la pili, nikaamua kuhama pale ambapo nilikuwa naishi. Nikahama, nikaenda nikaishi Ruiru. Kwa hivyo alipokuja siku ambayo inafuata, amebeba mimba yangu, anasema kwamba lazima tuwe Mboka anioe. Alikuja akapata nyumba ikiwa vacant. Na hakuna chamba ambalo angefanya.